Vijana ya nani? Vijana yanatembea wenyewe. Tumekuja tunasemanga ukweli. Usiku wa manane ni ukweli. Lakini saa hii tumekuja tena kusema ukweli ingine. Ndio. Mumesikia Kindiki alikuwa anatumia 445 million. Nikidhani iko hapo inachezea. Iko tu inachezea. Yaani hiyo ni ya safari tu. Ya safari tu. Yaani Kindiki anatumia tu hiyo pesa tu. Yaani wajeguza matumizi ingine. Anatumia tu hiyo pesa kusafiri tu. Kusafiri na sisi anatoka nje. Na kuna mtoto mahali. Wewe wacha hata taarifa imeonyesha leo watu kwa nini wanaumia bwana. Njaa wamekonda. Kuna mtoto mahali ana school fees. Kuna mtoto mahali amekanyaga chini. Kuna mtoto, hii ni Singapore yenye matajiri mnaendelea, yani si hata tajiri. Hii ni kama Singapore ya matajiri kujijenga. Hata yani mtu anachukua pesa za umma anaifanya usafiri tu kwa mandege tu, kwa mandege bana. Kindiki bana akizunguka tu akisema ni fire si fire, ni noma si na mko mnakula ushuru ya watu hapa. Hiyo pesa ndio inapotea kwa SHA. Pesa mumeiba, pesa za SHA mnazifanya za kuwa masafari. Ni uchungu sana. Uchungu. Mama akana kufia hospitali kwa sababu tu hakuna ati hiyo nini ya nyoka inaitwa Venom. Hakuna Kenyatta Hospital ama sijui ndio wapi. Alafu mnakuja mnasema ni uchungu. Yaani mnatumia safari, pesa za safari tu ni 400 bana. Hii ni Singapore ya matajiri na alafu watoto hawaendi shule. Wana imagine wanatuma mtoto aende shule, wamemuita kutoka hapa aka anaenda Murang'a. Kama ama aka anatoka hapo anaenda Mandela mahali walisema. Yes, na wanasema ati wewe enda tu. Usiende na uniform, usiende na pesa yoyote, wewe enda tu. Transport atapata wapi? Haya nikuulize. Atapata hata wapi blanketi peke yake ya kujifunika? Atapata wapi mattress ya kulalia? Ati wewe enda tu. Atenda na hiyo jeans. Kama ukinyasa imeraruka atenda na hiyo jeans shule. Ati wewe enda tu. Transport atatoka hapa aende na mpaka Murang'a. Ni uchungu. Bana, tuache kudanganyana. Hii maneno our parents wako wanawapakanga mafuta. Nyinyi mseme ati Ruto amesema bila vitendo. Ziko zinafanyika ama zifanyiki. Watoto wenyewe wanarudi shule. Jiulize. Ni uchungu. Na sisi tunataka tuambie wapiga kura. Tuache tuwaelimishe sasa. Ikifika mwaka 2027, mfunguke macho. Wakileta hiyo shilingi 50 kula. Kwanza watu wajui free education ya primary imeisha. Sasa hivi mnalipata 30 bob ya mtihani, 20 bob ya mchezo. Ndio waonyesha nini? Kuna school fees bwana. Ndio waonyesha fee structure ya primary. Sasa tumesema wazazi wetu wakileta hiyo 50 kula, wakileta 100 kula, wakileta leso jifunge, wakileta nini kula. Lakini ikifika wakati ya kura, hiyo 100 haitakujengea barabara, hiyo 100 haitakujengea shule, hiyo 100 haitakupea basari, hiyo 100 haitakupea mtoto aka asome bure. Ni kufungua macho. Na si kwa wazazi tu, mpaka vijana. Na vijana mchukue pesa mingi sana. Wakileta kuleni, lakini kuweni na kijana yenyu mmoja mwenye anaweza watetea. Mtu asiwadanganye ati anazunguka Kenya mzima akiwaambia affordable ndio nini? Affordable ni nini? Wewe kama kijana ikata kusaidia nini? Tuseme umeandikwa mjengo. Sawa? Ni sawa. Hiyo mjengo kwa miezi 3-4 ama kwa tuseme wa miezi 6 imemalizika kujenga. After hapo utafanya nini? Si utakuwa kazi yako na itakuwa imefanya nini? Imeishia hapo. Mbona tusifungue viwanda? Kwa nini tusifungue maviwanda? Tufungue maproject ambazo zitasaidia watu. Zenye zitaandika watu milele. Permanent. Kwa nini tusifanye vitu ambavyo ni permanent? Kwa nini tufanye bana, it is high time tufunguke macho. Tufunguke macho. Unaenda kijana unamuuliza ati Ruto amefanya nini? Ati haujaona affordable. Affordable na yeye mwenyewe aka anaishi kwa nyumba ya matope. Aka anaishi kwao. Unaishi kwenyu na unasema ati wamejenga affordable. Yeye inakusaidia nini? Wewe kama inakusaidia nini wewe kama kijana? Jiulizeni maswali. Vijana yani wewe. Acha nikuulize uniambie tena affordable. Ndio wewe. Hata naweza kupiga makofi.